Kwa hiyo kama nilivyosema, BAKWATA tangu ilipoundwa imekuwa ikileta mifarakano na migongano mingi kwenye jamii ya Waislamu nchini, imekuwa ikivunja katiba na sheria za nchi na haki za Waislamu. Pili, imekuwa ikipelekea Waislamu kukosa haki zao nyingi sana kwa sababu kwa njia moja au nyingine serikali imeunda ushirika na BAKWATA, na kupitia ile mamlaka ambayo serikali wanayo wameweza kwa miaka mingi sasa kuonyesha kwamba serikali, kuonyesha kwamba BAKWATA itakachosema wao ndio takisiza, na matokeo yake ni Waislamu kuumia na kukosa haki zao. Hayo yote yanavunja katiba za nchi kama nilivyosema awali, yanavunja sheria za nchi, na kibaya zaidi yanavunja kwa mbali kabisa haki za Waislamu. Katiba ya nchi, sheria za nchi na haki za Waislamu zikiheshimiwa na kufuatwa, amani itakuja yenyewe. Sasa sio kwa nini serikali inashindwa kulitambua hili? Yaani automatically kama utawaheshimu Waislamu, uzingatie zile haki zao walizopewa na sheria na katiba ya nchi, amani haihitaji kwenda kutafutwa huko, itakuja yenyewe. Na amani ikija, maana yake jamii itastawi. Si jambo jema kuleta taswira kuwa Waislamu kupelekea shauri la mahakamani yani kupeleka shauri mahakamani ni kwenda kinyume na waasisi wa taifa hili, watunzi wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na bunge ambalo lilipitisha sheria. Yani kuna hiyo taswira inajengwa kwamba kama waasisi wa taifa hili ndio walioianzisha BAKWATA. Sasa sisi leo tukienda mahakamani kama tunaenda kinyume nao. Kiukweli ni kwamba sisi hatuendi kinyume nao, tunarekebisha tatizo, kosa, na tusipofanya hivyo hatulitendei ili taifa haki hata kidogo. Kwa sababu kama unajenga mazingira ambayo yanaendelea kuleta dhuluma na kusababisha watu wasiridhike, mazingira haya ndio ambayo yanaweza yakaishia kuvunja amani. Sasa waasisi wa taifa hili wao wakati wanali envision, wanataka kulijenga, walikusudia liwe taifa ambalo lina ustawi na amani imejaa. Makosa huwa hayakwepeki kutengenezeka hapa na pale. Tunachofanya sisi ni kurekebisha hayo makosa ili kweli hiyo amani iliyokusudiwa iweze kutamalaki. Na badili ya Waislamu kushikana mashati kimaandamano huko, okay, maandamano pia huwa ni haki, na kuna wakati hamna namna, you have to resort to that kind of action. Lakini huenda sio haki nzuri sana, sio njia nzuri sana, kwa sababu unapofanya vitu kama vile huwa una disrupt haki za wengine. Yaani bwana, ukiingia barabarani unaandamana afu yakapigwa mabomu, watu wakakimbiza, unaweza ukakanyaga mtoto wa watu, na yani kuna vitu vingi ambavyo si sawa. Kwa unapokuwa na possibility ya kuepuka, hatua kama zile ziepuke. Sasa moja ya possibility hizo ni kwenda mahakamani. Unaenda mahakamani, wenye mamlaka ya sheria bwana, baada ya kukusikilizeni wanatoa kauli yao, ndio kama hivi. Kwa hiyo Waislamu wametumia njia ya mahakama kuikataa BAKWATA, na mahakama imetoa msimamo wake. Sasa hii ni njia nzuri, ni njia ambayo kumbugudhi mtu yoyote. Waliobugudhika sana sana ni wale ambao kilichokuwa kinaendelea ndio kilikuwa kinawanufaisha. Of course I understand. Watu kama BAKWATA ambao wameiba mali nyingi za Waislamu, wameuza mali za Waislamu, wamefanya hukumu kama hii kwa inawaathiri sana, lazima walalamike. Kwa sababu huenda kitakachofuata baada ya hapa sio lazima sisi, wanaweza kaibuka watu wengine kuanza kudai zile mali kwa njia hii ya mahakama. Sasa lazima waanze kujenga mazingira ya kuonesha haikuwa nzuri kwenda mahakamani sio nini kama hivyo. Lakini sisi tunasema ni njia nzuri ya kusawazisha tatizo, kuondoa kasoro na kujenga amani. 4,
Mwanasheria mkuu wa BAKWATA aliuambia umma kuwa walalamikaji walikuwa na madai 5 lakini 4 wameshindwa. Yaani sisi tulikuwa na malalamiko 5. Kwa mujibu wa yule mwanasheria 4 tumeshindwa. Lakini mwanasheria huyo alikuwa tu anaupotosha umma kwa sababu alikuwepo mahakamani wakati hukumu inasomwa. Nakala ya hukumu anayo, lakini hakuweza kusema hayo tulioshindwa sisi walalamikaji ni yapi. Tunachojua sisi ni kwamba kesi yetu hakuna hata dai moja ambalo mahakama haikutuona kwamba hatukuwa sahihi.